Hello everyone. So kuna hii changamoto ya kidney inflammation. Maana yake unaweza ukawa ni mtu ambaye huwa unapata maumivu eneo la nyuma la uti wa mgongo huku pembeni, ambao sehemu hizi ambazo zinauma karibia na chini ya mbavu ni eneo ambalo figo zako zinapatikana. Okay, sasa inaweza kuwa unasikia maumivu either ni upande mmoja au pande zote mbili, na ukaamua kufanya hatua za awali ambazo ukaenda kufanya uchunguzi. Kwa mfano, ukaenda kufanya vipimo vya figo, kidney function test, vipimo vikaja viko vizuri. Lakini sio hapo tu, ukaamua kuangalia labda umetengeneza uvimbe kwenye lile eneo. Ukafanya ultrasound, ukaangalia ultrasound, figo yako ikaonekana iko normal in size, hakuna uvimbe wowote labda wa majimaji kama kidney cyst na vitu vingine, wala figo haijajaa maji, kitaalamu tunaita hydronephrosis. Okay? Sawa. Sasa figo haina shida kuanzia vipimo ambao umefanya kwenye damu mpaka kwenye vipimo vya picha, lakini bado maumivu unayasikia. What you need to know, sababu inayosababisha hao maumivu ni mfumo mmoja tu unaitwa lymphatic system. As the way we understand, mwili wa binadamu umetengenezwa na vitu vikuu vitatu. Kwa tukizungumzia figo, sawa, figo ya binadamu ni seli tupu. Okay, zile ni seli ambazo zinahusika na uchujaji wa vimiminika ndani ya mwili, lakini pia na factors nyingine kama kutengeneza hormone ambazo zina support utengenezaji wa damu na kadhalika. Ni seli. Kitu cha pili, kwenye figo yako kuna mifumo ya damu, lakini pia kuna mfumo wa lymphatic system. Sawa, ambao mara nyingi mfumo wa lymphatic system kwenye figo unapatikana upande wa nje, kitaalamu tunaita kidney cortex, upande wa nje wa figo, ambao kazi yake kubwa ya lymphatic system ni kudrain uchafu ambao unatoka kwenye zile seli za figo yako. Na kitu cha tatu, sawa, ni nafasi zilizopo kati ya seli moja na nyingine kwenye eneo la figo. Sasa kitu ambacho kina contribute kwenye yale maumivu ambayo unayasikia ni kwa sababu mfumo wako wa taka unakuwa umeshindwa kudrain ule uchafu ambao unazalishwa ndani ya figo. Sasa inapotokea hiyo situation, ndio sababu ya kupata inflammation. Kwa zile seli zinaweza zikavimba, lakini pia at the same time ukawa unasikia maumivu ambayo kwenye vipimo ambavyo umevifanya vya awali nothing, hakuna shida yoyote ambayo imeonekana. Sasa the only remedy ambayo unaweza ukaifanya kwa ajili ya kuweza kuondoa hii hali, number one, sawa, ni kuanza kuadapt kwenye ulaji wa matunda, basically grapes. Adapt kwenye ulaji wa grapes, tengeneza juice yake, usiweke additive yoyote kama sukari na kadhalika. Kunywa every day 3 times a day, lakini pia tumia matunda mengine. Unaweza kutumia matango, unaweza kutumia apples, unaweza kutumia peaches. Zote hizi zinasaidia kusafisha figo yako, bila kusahau maji ya kawaida pia kunywa mengi, ukiadapt na hayo matunda kwa ajili ya kuanza kufanya cleansing kwenye lymphatic system. Kitu kingine ambacho unatakiwa kuadapt kwenye hii scenario, sawa, ni kuanza kutumia pia mitidawa. Okay? Mitidawa ambayo unatakiwa uitumia hapa inalalia kwenye segment 4. Number 1, sawa, ni kusaidia figo zako kuanza kuchuja kwa wepesi. Kuna kidney supporting formulas ambazo ndani yake kuna mimea ambayo ni diuretic. Maana yake kwa mfano kama corn silk, unaweza kutumia parsley, unaweza kutumia juniper berry, zinapatikana kwenye kidney formula supporting yetu. Lakini pia unaweza kutumia mitidawa ambayo inasaidia kusafisha lymphatic system. Kumbuka, sababu ya hao maumivu ni kwa sababu lymphatic system inashindwa kuondoa uchafu kwenye zile nafasi za seli. Sawa, nafasi za seli kitaalamu tunaziita interstitial spaces. Kwa ule uchafu wa acid una accumulate kwenye zile nafasi. Kwa ndio sababu ya kusikia hayo maumivu na moto unawaka kwenye eneo la figo. Okay, thinking kwamba labda figo imefail, lakini usipo support in that manner, maana yake diet yako ikabadilika, ukatumia na mitidawa kwa ajili ya kusafisha, mwisho wa siku unaweza kuanza kuona dalili ambazo sio nzuri. Na dalili za awali ambazo huwa zinaonekana kwa sababu ya inflammation ambayo imekaa muda mrefu ni protein. Okay, proteinuria maana yake ukienda kufanya vipimo unaweza kuanza kuona protein imeongezeka kwa wingi, lakini at the same time mkojo wako unaanza kuwa na povu. Sasa ukishaanza kuona hizo scenario, 2 factors are happening. Sawa, inawezekana diet yako hujataka kubadilisha, maana yake ukaacha kutumia protein nyingi. Hiyo inaweza ka contribute ya mtu kupata mkojo ambao una povu, form urine. Lakini at the same time, upande wa pili, figo yako inapozidi kuendelea kuungua na lymphatic system, inaweza ikaje ikasababisha kitu cha kitaalamu tunaita nephrotic damage. Sawa, zile nephrons ambazo zinahusika na kuchuja mkojo ndani zinaungua, zinadhoofika, zinakuwa atrophied. Zinapokufa inaweza kusababisha pia mtu kuanza kuona protein yake na leak, na at the same time kuanza kupata mkojo wenye povu na vitu vingine. Kwa hiyo badilisha diet yako, lakini pia adapt kwenye mitidawa, itakusaidia kusupport figo yako na hayo maumivu yatakuisha just within a very minimal time ya wewe kuanza kubadilisha lifestyle. Karibu sana clinic kwa ajili ya msaada zaidi.